Sadaka itakayokusa moyo wako na ikuze moyo wa Mungu.
mnyamaza nyinyi wote. Sijasikia mtu akisema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Nani amepata kitabu tusome? Akatoa mwana wake wa pekee. Na nimesema maalum inamaanisha sadaka maalum. Nimesema ni sadaka ya alafu Mungu akautoa mwana wa pekee. Mungu akautoa mwana wa pekee. Na leo ni sadaka ya pekee. Amen. Wacha tuombe. Naona siku ni nzuri. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakupa sifa na shukrani asubuhi ya leo kwa sababu wewe ni Bwana. Ninasema asante kwa sababu umetuandalia siku ya leo, siku ya kipekee katika maisha yetu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu unanena nasi na kutufunulia zaidi kuhusu nyakati na wakati. Asante Mungu kwa ajili ya watu wako. Nakushukuru kwa neno lako. Nitumie kama mchumbe. Neno likatoke kwako. Asante Bwana kwa sababu unaenda kutenda. Uinuliwe na kupewa sifa kwa sababu unastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Asante Bwana. Bwana Mungu akamtoa akaupenda. Neno la kwanza akaupenda. Adadai hiyo mstari. Huu ni mstari wa kawaida. Huwa tunausoma. Lakini Mungu anaweza leta ufunuo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipenda ulimwengu. Adadai neno kupenda. Alipenda. Bwana Yesu asifiwe. Kabla haujatoa kitu chochote, lazima upende. Tuko pamoja? Kabla haujatoa matoleo yoyote, lazima moyo wako upende. Maana kinatoka ndani ya moyo wako. Mungu akaupenda ulimwengu. Alipoupenda ulimwengu, hakupenda kwa sababu ulimwengu mzuri. Hakupenda kwa sababu watu walikuwa wema. Watu walikuwa waovu. Watu walikuwa watenda dhambi. Watu walikuwa wamejichanganya. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu, Mungu akatupenda jinsi tulivyokuwa wabaya. Kabla hautafanya chochote kutoa, lazima upende. Mungu akakupenda. Mungu akanipenda. Jinsi nilivyokuwa tu mbaya hivyo, Mungu akanipenda. Mungu akakupenda. Na baada ya kukupenda akanipenda mimi. Ndio moyo wake ukatoa. Kwa hivyo kutoa ni moyo. Na inatokana na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni sadaka maalum kwa wamama. Wazee mko katika nyumba. Kama mnapenda hao wamama, kabla mtatoa lazima mwapende. Kabla mtatoa chochote lazima upende hata uongozi wa wamama. Lazima wapende. Na pia tunawapenda kwa sababu ni wazuri. Ni upendo wa kimungu. Maana Mungu alitupenda tulipokuwa wachafu. Sisi wanadamu tuna weakness. Sisi wanadamu tuna udhaifu wetu.
Ndipo tumepatikana mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatupenda. Na alipotupenda tukapatikana. Na tulipatikana kwa serikali sadaka yake ya pekee ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya pekee ambaye ni Yesu Kristo. Alimtoa mwana wa pekee aje ulimwenguni. Abebe dhambi zetu. Abebe shida zetu. Abebe masikitiko yetu. Ili sisi tukaweze kuokolewa. Damu yake ikalimika pale msalabani. Mpendo kwa ajili ya mwana wa pekee wa Mungu. Yesu Mungu wetu akapenda ulimwengu na akatoa. Bwana Yesu asifiwe. Alipenda na akatoa. Na hakutoa Bwana, hakutoa malaika Gabriel kule mbinguni. Malaika walikuwa wengi. Kwa nini hakutoa viumbe vyovyote vile? Kwa nini hakutoa wanadamu hapa duniani? Kwa maana wanadamu walikuwa wengi. Na akaona ni ulimwengu uokolewe, nitoe kile kinakuza moyo wangu. Mwana wa pekee ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Alitoa mwana wa pekee. Sadaka maalum. Unaona mtume naje? Bwana Yesu asifiwe. Sadaka maalum ni sadaka ya kipekee. Na inasema ya kwamba Yesu Kristo alikuwa sadaka maalum kwetu. Tunaigiana? Tunaigiana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alikuwa sadaka maalum kwetu ili sisi tukaweze kuokolewa. Na siku ya leo tunataka tutoe sadaka maalum kwa ajili ya ushirika wa wanawake wa taifa katika nchi yetu ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sana leta mtume akisema sadaka ya siku ya leo ni sadaka ya kipekee. Si sadaka ya kawaida. Kama walikuwa wamejipanga kuja kutoa sadaka ya kawaida, haitaleta impact. Kwa nini? Yesu alipotolewa ndipo sisi tumepatikana. We are millions of Christians ambao tumeokoka katika ulimwengu wote jumla. Tuko billions. Why? Because ya mwana wa pekee ambaye alitolewa na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa mmoja. Sisi tumepatikana millions of people. Kwa hiyo unapotoa sadaka ya kipekee, kuna prosperity ya baraka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa sadaka ya kipekee katika maisha yako, kuna prosperity ya kufungua milango za baraka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mark this day. Na ujaribu kutoa sadaka ya pekee. Utaona kile Mungu atafanya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mosi nilikuwa natoa ushuhuda mahali hapa. Na kuna vitu vinatendeka katika maisha yetu ili tukatie wengine moyo. Kuna siku tu nilikuwa na pesa ya pekee. Na nikaamua kutoa. It was only 5,000. Na nikaamua kutoa na nikapata 0. Lakini kutoka kwa hiyo 5,000 ndio Mungu akafungua milango ya baraka katika maisha yangu. Wakati nilikuwa sijatoa 5,000, compare with the life I'm living now, baada ya kutoa 5,000, kuna big difference. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza, Mungu alinipa afya. Imagine. Mungu alinipa nini? Afya. Second thing, tena kinapata, Mungu alinipa pesa. Akanibariki. Akanitoa mahali penye nilikuwa, akaniweka mahali pazuri. Akanitoa katika matope na akaniweka mahali pa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna prosperity. Ukitoa sadaka ya pekee, vile Mungu alitoa sadaka ya pekee ambayo ni Yesu Kristo, kuna milango zinaenda kufunguliwa katika maisha yako.
nimeyaona katika maisha yangu. Tumbo langu lilikuwa linafungwa, lakini wakati nilitoa sadaka ya pekee, tumbo langu lilifunguliwa. Ndio hao watoto niko nao. Utakuwa na testimony katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sara wakati alikuwa mzee, miaka imefika 90, malaika wakatembelea Abrahamu. Walipofika Abrahamu na kutoa hawa ni watumishi wa Mungu, akakimbia kaleta maji wakanawa. Baada ya kunawa akaangalia ndama iliyonona, akachinja na akatengeneza mkate, akawapa wakakula. Baada ya kukula wakamwambia Abrahamu, wakati kama huu mwakani mkeo atakupatia mwana. Na Sara akacheka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini? Abrahamu alikujua hawa ni watumishi wa Mungu na akatoa sadaka maalum kwa watumishi wa Mungu. Sara akawa na mwana. Bwana Yesu asifiwe. Umezoea sadaka ya kawaida, lakini siku ya leo mtaribu Mungu na sadaka maalum. Utaona kile Mungu atatenda katika maisha yako mpendwa. Utashangaa katika maisha yako. Kibandani sasa huna chochote, lakini mtaribu Mungu. Sisi neno la Bwana linasema, utaona kile Bwana atatenda katika maisha yako. Hautabaki jinsi ulivyo. Hata mimi hapa nataka nimtaribu Mungu kwa sadaka yangu na nitamdai. Mwaka kesho siku kama hii nitakuwa na testimony. Na natamani mwaka kesho siku kama hii kila mtu katikati yetu awe na ushuhuda ya kwamba nilipotoa sadaka maalum hiki Mungu ametenda. Siku ile tutakuwa na ushuhuda ndio tuhubiri. Maana Bwana atakuwa anafungua malango. Bwana atakuwa anafungua madirisha. Kama ni baraka tutakuwa nazo. Kama ni uzima Bwana atatupa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wanashangaa na Mungu wetu. Mungu ni mtoaji na tunajifunza kwake. Kama hakumsubiria Yesu, kama angemsubiria Yesu, aseme huyu mwana ni wa pekee, siwezi mwachia kama watenda dhambi, hatungeokolewa. Na ulimwengu hangekuwa jinsi ulivyo saizi. Lakini kwa sababu hakusubiria mwanawe, na akaja akateswa, akapigwa, akasulubiwa, ili sisi tunaweza kuokolewa. Wachilia mkono wako na Mungu anaenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Utasuia, lakini mwisho wake hautapata chochote. Utaachilia mkono wako na utapokea vilivyo vingi. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka maalum. Sadaka maalum ni sadaka ya kipekee. Sadaka inayogusa moyo wako na sadaka inayogusa moyo wa Mungu. Jinsi Abeli alitoa sadaka yake na ikakubalika mbele za Bwana, ilikuza moyo wa Abeli, maana aliona ya kwamba nimetoa kitu kizuri. Wacha niwaambie siri. Wakati unapotoa kitu, unasikia ndani mwako, yani roho yako inakuzwa. Hiyo sadaka iko na impact. Lakini wanapofanya sadaka, unakuja tu na 50 bob ama 20 bob. Unaingiza hapo ndani. Lakini roho yako haitendani. You feel nothing inside. You will get nothing. Bwana Yesu asifiwe. Nataka siku ya leo utaribu Mungu. Utoe sadaka itakayokuza moyo wako. Mpaka ufike nyumbani usiulize nimefanya nini? Kwa nini nimetoa hizi pesa zote? Kwa nini nimefanya hivi? Moyo wako uanze kutetemeka. Na unapotetemeka hivyo, hiyo roho pia, hiyo sadaka pia inamkuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si niliwaambia siku moja nilipotoa hiyo 5,000 nililia machozi. Ama mtaisikia hiyo ushuhuda? Hata siku moja Bishop alitoa hiyo ushuhuda. Nilitoa hiyo pesa na nikarudi nyumbani. Kwanza kabla sijatoa, nilienda nikalia. Kwa nyumba peke yangu nalia, lakini Mungu ananiambia
Kapeleka mtumishi wa Mungu. Na hata kujua nimeweka mimi nilipeleka tu. Na nilipokuja kujua ninaumia kiasi gani. Nilienda barabarani naumia kwa nyumba nalia. Lakini haikupita 12 hours nilikutana na muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Nilikutana na muujiza wangu. Na hapo ndio maisha yangu yalianza kubadilika. Hiyo sadaka ilinikuza. Na najua ilinikuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku moja wanamjenga walikuja tukiwa kanisa la chini. Wakahubiri. Na wakasema ya kwamba wacha tutoe sadaka. But in 6 hours time kuna mtu anayekutana na muujiza wake. Mimi nikatimuliza. I had only 1,000 in my pocket. Sina sapa. Na nilitoa. Nilipotoa tu hivi, I got my miracle after 3 hours. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna msichana wangu ni mjamzito hapo nyumbani. Hajaniambia ameumwa. Mimi nikuja katika kanisani hapo sawa. Saa 9 ndio wanahubiri mahubiri. Saa 12 napigiwa simu msichana wa hospitali. Na kimbio hospitali 30 minutes amechukua. Tuosamira kwa robota mbili. Tuosamira. Baada ya kusikia neno la Mungu na nikatoa 1,000, I got a miracle. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vitu vingine vinakuja kimuujiza. Wanapohubiri unasema na huyu naye atakuta namna gani? Lakini jaribu uone, unaenda kutana na muujiza wako. Kwa sababu ni sadaka ya kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sadaka zinazokuza roho ya Mungu. Sadaka ya kumnenea kusoma katika Matendo ya Mitume. Ya kwamba sala zako na sadaka zako zimekubalika mbele za Mungu. Wacha maombi yetu na sadaka zetu kuanzia siku ya leo zikubalike mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe sadaka ile maombi na nini? Na sadaka. Na wakati tunapotoa sadaka ni sehemu ya kumheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni sehemu ya kumheshimu Mungu. Maana tunaona Abraham. Wakati Mungu alimwambia nitolee Isaac, mwana wake wa pekee. Abraham hakusita. Alimheshimu Mungu. Na wakati alipokuwa anaenda kutoa Isaac, our God who is our provided a ram. Bwana Yesu asifiwe. Kondoo ikapatikana. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Na anahitaji watu wanaoheshimu neno lake. Wanaposikia neno, wawe watendaji wa neno, wasiwe tu wasikiaji wa neno. Kwa hiyo sadaka siku ya leo, sadaka ya kipekee, sadaka maalum katika kanisa letu. Na hii sadaka na mimi inaenda kuleta impact katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sadaka ambayo itakubalika mbele za Bwana ni sadaka ambayo moyo umependa. Moyo umefanya nini? Umependa. Kwa sababu Mungu anapendezwa na wanaotoa na moyo mweupe. Moyo usiokuwa na tauti, moyo usiokuwa na kulalamika, moyo usiokuwa na uchungu, moyo unaotoa kwa kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Na unapofanya hivyo, kuna results. Mungu hakumsuilia Yesu mwana wake wa pekee. Akaja kwetu. Ilikuwa tu sadaka maalum kwetu. Kwa hiyo siku ya leo ni sadaka maalum kwetu. Tunataka tutoe sadaka zetu. Tunataka tutoe sadaka zetu. Na sadaka zetu si sadaka za kawaida. Kama umezoea kutoa 50 kwa kwanza kunena na moyo wako. Nena na moyo wako, sema moyo wangu sikia neno la Mungu. Na ukubaliane na Mungu.
maana mwili huvutana na moyo. Wakati wewe unataka kutoa mwili unakataa, lazimisha mwili ukubaliane na moyo na upate muujiza wako. Bwana Yesu asifiwe. Efika sana. Bwana Yesu asifiwe. Shukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Tunataka tuanze matoleo yetu. Ujumbe umeisha, sitaki kuongeza hapo. Ujumbe umefanya nini? Umeisha. Mwenye masikio amesikia roho wa Mungu amenena na nini? Na kanisa. Kwa tunataka tutoe sadaka zetu. Na tutaanza hivi. Nitaanza na washirika wetu, kando na viongozi. Nataka tuanze na washirika.